Wow, leo tena tunakutana katika Nyundo ya Vijana series. Leo tunazungumzia swala la maamuzi. Katika maisha unasikia matajiri, unasikia watu maarufu sana, unasikia watu mashuhuri, unasikia watu ambao wamefanikiwa sana kina Muhammad Ali, unawasikia watu kina Bill Gates, unawasikia watu kina Jack Ma. Unajua walifanya kitu kimoja kwenye maisha, walifanya maamuzi. Kuna siku moja tu ambayo waliamua kufanya maamuzi. Sasa leo nakuja kuzungumza jambo moja ya kwamba kuna aina 4 za maamuzi ya lazima ambayo ni lazima uyafanye ili uweze kuyakaribia mafanikio yako. Matajiri hao wote, watu nguli, walifanya aina hizi 4 za maamuzi, ndio maana wamefika walipo. Aina ya kwanza ya maamuzi ya lazima ni lazima uamue kuamsha nguvu yako ya ndani. Unamkumbuka Ben Carson ambaye alionekana kuwa wa mwisho darasani, lakini mwisho wa siku amekuja kuonekana kwamba ni daktari bingwa kabisa. Alichokifanya ni kitu gani? Aliamua kuamsha nguvu yake ya ndani. Kumbuka ya kwamba nguvu yako ya ndani ndiyo inaweza kusababisha ukaleta matokeo makubwa sana duniani. Usikae kinyonge, anza kujiona shujaa, anza kujiona ni mtu ambaye unaweza, anza kujiona ni mtu ambaye ni maarufu, anza kujiona ni mtu wa thamani. Hata kama wanaiona thamani yako ni ya chini, basi wewe jione kwamba thamani yako ni ya juu. Ukijiona kama ni mtu wa thamani, utakuwa mtu wa thamani. Badilisha namna unavyojiona, anza kuamsha nguvu yako ya ndani. Usibadili mtazamo wako kutoka kuwa bora kwenda kuwa hasi. Haijalishi wanakuambia nini, lakini amsha nguvu yako ya ndani. Aina ya pili ya maamuzi ambayo ni lazima uyafanye, ni lazima uamue kuacha tabia zisizofaa. Kumbuka jambo moja, there is no wrong way that can bring somebody to the right track. Ili uweze kupata mabadiliko kwenye maisha, ni lazima uache tabia zisizofaa ili uanze kuzifuata tabia zinazofaa. Kumbuka, yawezekana umelala sana, matajiri hawalali kama wewe. Yawezekana ni mvivu sana, matajiri si wavivu kama wewe. Yawezekana unatumia pesa zako vibaya sana, wanaokuwa wakubwa hawatumii pesa vibaya kama unavyotumia. Amua kuacha tabia ulizonazo. Kumbuka ya kwamba kama hautaacha tabia ulizonazo, basi siku zote utakuwa wa kawaida. Amua, fanya maamuzi ya lazima ya kuacha tabia ulizonazo. Joel Nanauka anakwambia kwamba siku utakapoamua kuacha tabia ambazo hazifai, ndio siku ambayo utaanza safari ya kukaribia mafanikio yako. Unapobadili tabia, ndio siku ambayo unaianza safari ya kutengeneza mvuto katika kuyakaribia mafanikio yako. Lakini ili uweze kufanikiwa kuacha tabia nyingi ulizonazo, ni lazima uchague tabia moja ya kuanza nayo. Kumbuka ya kwamba safari moja huanzisha safari nyingine. Kama endapo ukishaamua kwamba leo naanza kupambania, naanza kuacha tabia ya kuchelewa kuamka, basi anza nayo. Mwisho wa siku itakusababisha utaanza kuwa na tabia nyingine ambazo unazitamani kuzibadilisha. Kama endapo utachagua tabia ambayo unatamani kubadilika kwa hiyo tabia, basi anza nayo, kwa sababu itakusaidia uweze kubadilisha na tabia nyingine. Kumbuka ya kwamba kadri unavyochelewa kubadilisha tabia ulionayo, ndivyo ambavyo unazidi kujipa mzigo mzito sana katika kukaribia mafanikio yako. Jambo la 4, ili uweze kukaribia mafanikio yako, ni lazima uchague aina ya watu wa kuambatana nao, best helpers. Lazima uchague partners ambao unaweza kuendana nao kwenye mafanikio yako. Endapo ukiwa na watu sahihi, hauwezi kufikia hatima yako. Birds of the same feathers always flock together. Hata kama una rafiki unakupenda sana, hata kama una rafiki una mahaba naye sana, kama endapo haufai kwenye hatima yako, usiendelee kumshikilia, usiendelee kuwa naye, kwa sababu Samweli Kiako ashawahi kuzungumza ya kwamba hata kama tunawapenda lakini hawafai kwenye hatima zetu,
kuendelea kuwashikilia, wana uhakika mkubwa sana wa kuchelewesha hatima katika maisha yetu. Ikiwa tutachagua marafiki wasio sahihi, ikiwa tutachagua watu ambao hawaendani na hatima zetu, kuna uhakika mkubwa sana tukachelewa au tukachelewesha hatima katika mafanikio yetu. Marafiki ndio wanaweza kusababisha ukafanikiwa au usifanikiwe. Chagua watu sahihi ili uweze kufanikiwa. Usichague watu wasio sahihi, kwa sababu watakusimamisha ukaanguka kwenye maisha, ukajuta maisha yako yote. Remember one thing, my dear. You are somebody without their body, and you don't need anybody's body to be somebody. Unatakiwa kujua kwamba wewe ndio mtu sahihi sana kwa kuweza kupambania hatima yako. Haijalishi uko na rafiki gani, haijalishi uko na nani, pambana uwe na mtu sahihi ambaye unaweza ukasafiri ili utimize hatima yako. Wewe ni mtu sahihi sana katika kuelekea mafanikio. Usisahau kuwa na rafiki sahihi. Usisahau kuwa na watu bora. Usisahau kuwa na watu ambao watakubeba. Usisahau kuwa na watu ambao watakusemea mazuri. Usisahau kuwa na watu ambao watakuunga mkono pale ambapo unaipambania hatima yako. Usiwe na marafiki ambao siku zote wanakurudisha nyuma, siku zote ni kuona haufai, siku zote ni kukudharau, siku zote ni kuona wewe hauna maana. Chagua marafiki sahihi ambao unaweza kusogea nao kwenye hatima yako.